Nikambeba yule mtoto nikaondoka naye mpaka sehemu husika. Sasa wakati naenda hiyo sehemu ambayo kuna kwenye kituo cha afya, wakati naenda kwenye hicho kituo cha afya, katikati yake barabarani pale au njiani kichakani, nilimkuta mtu anatembea kwa miguu. Akanisimamisha, akaniambia naomba lift kama inawezekana na mimi nisogee mjini hapo. Kwa akili zangu mimi niliona nina mgonjwa. Sasa nikimbeba mtu mwingine nitachelewa kufika hospitalini. Mimi nilichomjibu, bwana mimi nina haraka kwa sababu nina mgonjwa. Kwa hiyo niwe radhi. Mimi sikumsikiza mtu yule. Alitaka kusema neno lakini mimi nikaongeza mafuta. Nikiwahi hiyo hospitalini. Kweli nilipomwacha yule mtu ni umbali mrefu mno. Kama asingepata lifti, maana asingeweza kufika kwa siku hiyo mapema. Nadhani angechelewa sana na huduma nyingi angezikosa kama mtu akwenda kufanya huduma zake. Sasa iko hivi. Mimi nikapambana nikafika dispensary hiyo ambayo inaaminika kwa huduma bora sana kwa watoto kama hao. Nimekuta foleni za watu wengi sana wakisubiri daktari afike, daktari hafiki. Mpaka tunapiga simu. Sasa kuna nesi mmoja alipiga simu kwa daktari huyo. Akamwambia, "Daktari, mbona leo unachelewa sana? Uko wapi?" Akasema, "Mimi niko njiani nakuja, nimekosa usafiri." Kwa kawaida sikuelewa kwa sababu nilikuwa katika situation ya kusubiri daktari mgonjwa wangu aweze kutibiwa. Na kila mtu pale alikuwa yuko kwenye subira hiyo anasubiri daktari, kila mtu aweze kupata matibabu kutoka. Maana ni daktari ambaye anaaminika sana kwenye matibabu ya maradhi mbalimbali. Watu wameacha hospitali za kiserikali lakini wanamsubiri huyo kijana ambaye ni daktari mwenye nidhamu, hekima na upendo kwa wagonjwa wake kwa asilimia kubwa. Kikweli nilisikitika sana. Wakati tumekaa pale ilipita kama saa 3 mtu hajafika, hali ya wagonjwa inazidi kuwa mbaya tu. Watu wanalaumu, jamani, daktari kwa nini sinunulie pikipiki? Kwa nini asifanye hivi? Watu kwa nini sinunulie usafiri? Watu wanaumia kwa sababu wanamjua daktari ambaye anafanya kazi kwa adilifu katika maisha yake yote. Baada ya masaa 3 kupita, ndugu mtazamaji, niliumia sana. Niliomwacha njiani kule nyuma, nilimwambia nawaisha mgonjwa, kumbe ndio daktari ambaye anasubiriwa na umati wa watu wote waliokaa pale pamoja nikiwa na mimi. Daktari alipofika akasitoka kuniona mimi. Akaniambia, "Kijana, kumbe ulikuwa unakuja hapa?" Nikasema, "Ndio." "Sasa mbona umeniacha njiani kati watu wote wanasubiri mimi? Kwa nini usingenibeba?" Hakika kiukweli umati wa watu wote walitazama kwa jicho lingine sana. Kiukweli nililia sana kwa machozi uchungu. Toka siku hiyo nilijiahidi kwamba kamwe sitakuja kumdharau mtu yeyote yule nisiyomjua. Awe kwa namna yote nitakavyomuona. Naomba sana Mungu anipe roho hiyo ya kukumbuka hicho ambacho mimi nilikifanya kikanipa aibu mbele ya umati wa watu wote. Watu wakaanza kusema, kila mtu alisema kwa jamani, usidharau mtu kwa namna yote usiyomjua katika ulimwengu huu. Sasa ashumu kama